Hello family, Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika channel yetu ya Faith World Films, mahali ambapo utajengwa na kukua kiroho. Sasa basi, tusaidie kusubscribe hapo chini, gonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuona content zetu kila mara tutakapokuwa tunapost. Tunaamini movie hii itayagusa maisha yako katika jina la Yesu. Na sasa twende tukaangalie movie yetu. Watu husema kuwa ni muhimu kujiepusha na watu waovu, maana wanaweza kuharibu maisha yako. Lakini umewahi fikiria ni hatari gani zaidi kushinda pamoja na mtu mpumbavu au mbinafsi? Najua hujanielewa bado, ila taratibu utanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tupigwe makofi tafadhali. Sasa mpendwa, ni muda wa kuabudu. Tunapoingia kwenye ibada ya kuabudu, naomba kwa utulivu tuweze kuabudu kwa pamoja. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Karibu hapa basi ndio kutoa maelekezo sawa. Lucy. Kwa nini unafanya hivyo? Sio utanisubiria. Kwani unatakaje ransom? Lucy, miezi mingapi imepita sasa na hatujaongea? Usi wakati sasa wa kuongelea hivi vitu. Lucy. Mimi dada yule pale ananisubiri tuondoke. I understand, lakini wakati gani tutapata muda wa kuongelea hivi? Wewe rudi kanisani. Nenda kaendelee na ibada. Lucy. Pamela. Be. I hope leo hujasahau kile kitabu changu. Hapana. Sijasahau. Wow. Ila nilikuwa sijakuona. Wow. Brother, mbona kama ulikuwa unataka kuondoka bila mimi? No, alikuwa tu amekuja kuchukua kitabu chake. Wapendwa, samahani sijawasalimu. Shalom. Shalom. By the way, this is my friend. Anaitwa Ransom. Kutana na Pamela. Rebecca. Anaitwa Rebecca. Nimefurahi sana kukufahamu. Na napenda unavyoimba. Asante sana. Pia ni mwanamuziki mzuri. Atakufundisha muziki vizuri. Anaweza kukufundisha. Chukua namba simu. Hii ndio inaitwa networking. Weka namba yako ya simu hapo.
unaweza ukatoa password? Kijana, toa password. Yeah, andika tu hapa namba ya simu. Hii ndio inaitwa networking. Umeona? Huyu jamaa yuko free, mpigie simu anytime, atakufundisha muziki. Save number. Ni Rebecca. Atakufundisha muziki vizuri. Atakufundisha muziki. Bye bye. Haya, huu ni mwanzo mwema. Haya. Rebecca. Mbona speed sana? Mimi ndo Rebecca na nilishakwambia kila ninachokitaka lazima nikipate. Hapana Rebecca. Unaenda speed sana my friend. Rafiki yangu, mwaka wa kuforce huu jamani. Utakaa hapo. Anyway, tuondoke. Okay. Leo nimefurahi sana rafiki yangu. Kiukweli mimi akilini na mwaza Lucy tu. Unasema? Na mwaza Lucy tu. Ndio maana nikakupa namba za ule binti. Kwanza ni nani? Yule mtoto ni mgeni hapa, lakini huwa namuona around. Afu leo kuna jicho alikuwa amekukata. Nikasema mdogo wangu hapa ameokota dodo chini ya mnazi. Mi bado namwaza Lucy. Lucy analeta habari za kilokole sana. Rebecca anakupenda. Ameshaonesha dalili za kukupenda. Yule mtoto mzuri. Utakuja kukumbuka shuka wakati kumekucha. Shauri yako. Hivi ni muda gani umepita tangu muombe jibu lako? Kama miezi 2 hivi. Hatuna mtu hapo. Bro. Miezi 2. Kula matunda. Kula ushibe. Maana una safari ndefu sana kijana. Ndefu sana. Lucy, kuna yule kijana ulikuwa unaongea naye jana kanisani? Yupi? Si jana baada ya ibada pale nje kanisani. Unafikiri sikukuona? Ndo mwenyewe. Kama una amani naye, usikawie kumjibu. Dada, hivi vitu vinamhitaji Mungu sana. Nahitaji kuomba. Nikipata amani nitamwambia, ila sasa hivi bado. Ni sawa Lucy, nakubaliana na wewe. Hivi vitu vinamhitaji Mungu kwa 100%. Lakini uamuzi ni wako. Wewe ndio unayefanya maamuzi. Sawa, mshirikishe Mungu na akikupa amani, usianze kumzungusha. Umjibu. Amani ya Kristo iamue moyoni mwako. Haya. Hatimaye Lucy amekuwa. Hakuna jambo linauma kama kupenda mtu na kujua unayempenda hana hisia sawa na zile ulizo nazo. Na wakati huo anatokea mtu mwingine anaonyesha thamani ya moyo wako. Hii ndiyo vita ya akili na moyo.
Hi Rani, mambo? Janet, ni mara ngapi nimekuambia ukija ofisini kwangu usikae juu ya meza? Angalia umevaa nguo fupi. Nini shida? We nawe, nguo fupi. Sijaja kwa ubaya bana. But anyway, nimesikia music video yako. Uko vizuri mtumishi. Asante. Janet, unaweza kaenda. Rani, mtumishi. Na mimi nataka nimfahamu huyu Mungu wako. Au Miss Fai. Kuna muda na sehemu ya maongezi kama haya. Sio muda wangu wa kazi. Janet, please, naomba uende. Okay, I'm just one call away. Ukisi unanihitaji, nipigie. Nikupe vitu ambavyo kanisa halijawahi kukupa. Hello? Hello Rebecca. Ransom hapa. Oh my god, Ransom. Nimefurahi kupata simu yako. Sijali. Hii namba yangu. Siamini kama umenipigia. Kweli, ila nimefurahi. Nashukuru. Nilisubiri sana simu yako. Seriously? Yes, hata mimi napenda kuwa mwimbaji kama wewe. Sijali. Ila unaonekana fundi kabisa. Mimi hata sijui kitu. Mimi natarajia wewe utakuwa mwalimu wangu. Sawa. Karibu kwenye praise team. By the way, kesho tuna mazoezi. Aha, mapema sana tu kesho niko hapo church. Karibu sana. Ransom. Kuanzia leo hutaweza kuikataa sauti yangu. Lolote nilitakalo kuambia utalifanya. Ransom Joseph. Kuanzia leo utanipenda mimi tu. Ninakuvuta kwangu, wewe ni wangu. Ninakutenganisha na mwanamke yoyote anayekupenda. Kuanzia leo akuone kitu cha ajabu. Akukatae. Utakuwa wangu tu. Ransom. Yeah, they say punctuality is an act of showing respect to yourself and to others. That's nice. And wote tungekuwa hivi, tungefika mbali sana. Kumbe wewe ni chair? Yes, mimi hapa ndo chair. Oh, really? Yes. Hapa sasa na muombaji anifundishe kabla wengine hawajaja. Rebecca. Na kwenye kinanda kuna ufunguo 12 na kila ufunguo una upekee wake. Kama ilivyo sauti yako. Unamaanisha nini? Namaanisha tu kwamba kujifunza nao pia unaweza kuimba vizuri na ukaa sehemu ya kuipamba ibada. Umeona?
Safi sana. Uko vizuri? Nacho kabisa. Nitatumia mwaka. Hapana, haiwezekani. Happy birthday chair. Johannes, asante lakini sio leo. Sawa, ila nimeamua nikupe mapema. Asante sana. Okay, enjoy. Haya. Ransom, it's your birthday. No, mimi birthday yangu ni Alhamisi. And kwa kuwa umenifundisha lazima nikuletee zawadi. Okay. Sasa tunaendelea hapa. Mlango mmoja ukifungwa, Mungu anafungua mlango mwingine. Najua haikuwa chaguo langu, ila George alikuwa sawa. Nitafuata mkondo wa maji. Sasa bila kupoteza wakati naomba nimkaribishe na anaposimama tupige makofi mengi kwa Bwana. Naam. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Jina langu naitwa Mwalimu Kazimoto. Ni mwalimu wa mahusiano, lakini pia napenda sana kuzungumza na vijana. Bwana asifiwe sana. Yeye peke yangu nimeongozana na mama. Naomba simame apunge tu mkono. Leo tutazungumza kitu kimoja kwa habari ya mahusiano. Bwana asifiwe sana. Amen. Jinsi ya kupata mtu sahihi na mwenza sahihi katika utaratibu wa utakatifu au katika utaratibu wa kumcha Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama una peni yako na diary yako, unaweza ukaanza kuandika sasa. Okay, andika hivi. Ni muhimu kuwa makini na nani unaingia naye kwenye ndoa. Kwenye ndoa sio kama kupanda daladala na kushuka. Tumeelewana? Ujinga ni kitu hatari sana, maana unaweza sababisha madhara makubwa sana. Kwa kiwango kile uovu unaweza kufanya, yaani mtu mjinga anaweza kusababishia madhara makubwa sana kwa kiwango kile mtu mwovu anaweza kufanyia. Yaani shetani anaweza kumtumia mjinga kukuletea madhara yale sawa na anapomtumia mtu mwovu kukuletea madhara yale. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa makini katika eneo la kupata mtu sahihi na mwenza sahihi. Bwana asifiwe sana. Vigezo vya nje havikufanyi tu udumu katika ndoa. Lazima uwe na uhakika mwenza unayeambatana naye ni mtu mnayeweza kunia mamoja katika nafsi zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo langu la mwisho kwenu, nataka niwasihi. Zaburi 119 inasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutia kilifuata neno la nani? La Kristo. Lakini pointi yangu ya mwisho, neno la Mungu ndio mwongozo. Lakini pia Biblia inasema hivi, enyi binti za Sayuni na vijana msiachocheni ni mapenzi hata atakapoona nini? Vema yenyewe. Wimbo ulio bora sura ya 2 mstari wa 7 unasema hivi, na wasii enyi binti za Yerusalemu kwa paa na kwa ayala wa polini, msiachochee mapenzi wala kuyamsha hata atakapoona vema yenyewe. Unajua kuyamsha? Kwa mfano, mwenyekiti Colin njoo. Jamani, ninapozungumzia kuchochea, huyu si mwenyekiti. Ile mida ya saa 1 ile. Mwenyekiti, uwe kama unanihagi. Unaona jamani? Oho. Naam. Hiyo imeenda. Jamani, kibiolojia. Yaani tendo cha kushikana na mkaka hata hivi dakika 5 mambo yashaanza kubadilika. Uwe na roho usiwe na roho, mambo yashaanza kufanya nini? Kwa sababu umevaa mwili. Na ndio maana katika dhambi zote kwenye Biblia, dhambi moja tu hiyo ni kukimbia kwa miguu yako. Hakuna kusema katika chini sitoka pepo. Hiyo dhambi ni kukimbia. Ndio maana Yusufu aliposhikwa lile koti tamka Potifa kamwambia nataka tulale wote. Jamaa aliacha koti, aliacha nguo, alifanya nini? Alisepa. Hakuwa na roho. Sasa wewe endelea kusema kwa jina la Yesu toka pepo.
Toka. Sema baba. Nakwambia hicho kitu kitakulamba. Kwa hiyo watu wa Mungu, katika njia zetu za kutafuta wenza sahihi, lazima tuhakikishe tunatafuta katika njia za utakatifu ili Mungu atilie baraka katika ndoa zetu. Utakavyotoka hapa sivyo ulivyokuja, na najua mtazamo wako juu ya mahusiano umebadilika. Sasa niambie kitu kimoja, kesho mwalike ndugu yako. Kesho mwalimu wetu atakuwa anajibu maswali tu. Leo ndo maana hatujaruhusu maswali. Kesho atakuwa anajibu maswali yetu. Kwa hiyo kama una maswali andaa, njoo nayo kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cha muhimu. Hello. Mwalimu Ransom. Hey Jacob. Mambo? Sijakuona leo kwenye semina. Kulikoni? Tulikuwa na mwalimu Kazimoto leo. Alikuulizia leo. Ametuambia tuambie watu wengine waje. Aisee, nadhani hii itanipita. Nimesahau kabisa, lakini tawajoin kesho. Kesho njoo. Kiwezekana andaa na maswali yako vizuri kabisa. Haya, nashukuru mwalimu Ransom. Sawa basi, hamna shida, nitakupigia. Jioni njema. Asante sana. Kwa hiyo mimi niendelee kukaanga tumbo langu kwa ajili ya michezo yako? Usiseme hivyo, Lightness. George, hizi dawa ni za emergency, sio za kunywa kila mwezi. Emergency? Kwani kuna emergency gani ambayo yani inaishinda aibu ya kanisani? Zina madhara. Nikija kushindwa kuzaa, je, utanipa watoto? Watoto ni baraka. Baraka ya Mungu. Lightness, naomba tufanye hii kwa mara ya mwisho. Sawa, itakuwa ya mwisho. Vipi? Kwa hiyo leo utakwenda hostel au utakwenda na mimi nyumbani kwangu? Kesho nina kipindi asubuhi. Nitakuaisha, usijali. Nina kipindi asubuhi, yani mapema. I promise. Mapema sana nitakuaisha. Kwani nimeshawahi kufeli kwenye hili? It's okay. That's my baby. Hello, Ransom. Hello, mambo. Mambo poa, unaendeleaje? Niko poa tu, niko hapa najiandaa kwenda kanisani kwenye mkesha. Mi niko nyumbani. I'm just here. Niko bored. Okay. Karibu tuende kwenye mkesha. Maybe another time. But can I ask you something? Sure, karibu. Unaweza ukapita nyumbani mara moja tu just kuniona before you go kwenye mkesha? Sawa, sababu on the way. Hamna shida. Really? Yeah. Okay. And another favor. Unaweza ukaja na chakula unavyokuwa unakuja nyumbani? Aya, sawa. I guess I'll see you. Thank you, Rani. Bye. Bye-bye. Yes. Come in, mlango uko wazi. Hey, mambo.
Hey, baby birthday boy. Mpaka leo. Karibu. Mzigo wako hapa. Thank you. Karibu. Asante. Ransom. Naam, Hapo pako sawa. Sawa. Kwako pazuri. Yeah, Napenda thank hiyo you. picha. Just be comfortable. Oh, kwani mkesha ulikuwa unaanza saa ngapi? Saa 3. Utawahi kweli? Tawai. Tachukua tu baja. Bodaboda hapo nje. Okay. So umeletea nini? Kitu kidogo tu. Oh, this is nice. Sasa chakula ni kingi. Ninaomba tule wote. Sawa? Hapana. Ransom, usipokula mimi sitakula hichi chakula. Hiki chakula ni kingi. Sawa Ransom? Sasa itakuwaje na niko kwenye mfungo? Ransom. Nitaonja. Sitakula sana. Okay. Sikia Ransom, wewe ni mtoto mdogo. Kwanza unatakiwa ulishwe. Na leo nitakulisha. No, it's okay. Rebecca, mimi inabidi niende sasa. Okay. Sawa, please enjoy. Sawa, asante. Bye. George, eleweka basi. Unajua ninahitaji nini? George, wewe ni mume wa mtu. Kumbuka, mimi ndiye mwanaume wako wa kwanza nilikamilisha usichana wako. Haya ameshapita. Mimi sio yule Lightness. Lightness, please. Kumbuka ahadi yetu mama, ya kwamba kamwe hatutaachana. Kama kweli ulikuwa unanipenda usingeniacha, ungenioa. Hayo yalikuwa ya familia yangu. Ishia hapo hapo. Sio mimi. Mimi sio yule Lightness. Lightness, usinifanyie hivyo. Nakupenda. Usinifanyie hivyo. Najua nawe unanipenda. Kwa heri. Usinifanyie hivyo.
Imekuwa ni safari ndefu mpaka sasa. Sioni namna nyingine ya kueleza upendo wangu kwako. Lucy, natumaini utapokea wimbo huu. Nakupenda we mpenzi we, nakupenda na na na, ninakupenda we wangu wa milele, na kuahidi sitakwenda kwingine, nitasimama nyakati zote nawe, kama vile Mungu alivyotuunganisha. Oya. Wow. Niambie, umesikia wimbo? Wow. Bro. Wow. Niambie, what do you think? Tumeshumetisha. Mambo ya kawaida hayo. Kaa vizuri sana. Unajua unaweza ukajisikiliza ukadhani sio wewe, kumbe ni wewe kabisa. Alafu nilitaka nikuulize swali mdogo wangu. Seriously. Imekuwaje mpaka umeandika hii nyimbo? Yaani kitu gani kimekufanya mpaka brother. mpaka ukaandika nyimbo kama hii? Yaani nilijua tu lazima utaniuliza swali. Nilijua tu. Ndio uniambie sasa. Okay, brother. Wimbo nimemwandikia mpenzi wangu. Sima nikwambie. Yeah, kwa hiyo kwa jinsi ulivyotoka na mimi nita vipi, lakini ndo shemeji nini? Sema kwa sasa najaribu kumvuta kidogo karibu na mimi. Alafu wazijua. Ila nikupe hongera kwa sababu kwenye maisha sasa hivi kupata mtu ambaye mnaweza kupendana mpaka ukamwandikia nyimbo sio jambo rahisi. Cause mimi binafsi ya mambo haya yalishanishushaga sana. Enzi hizo mwenyewe nilishakutana na mwanamke yani sijui hata nianzie wapi kukwambia, ila mambo ya mapenzi na mimi ndio maana nimetulia zangu hapa studio, niko busy na kazi zangu, ila mapenzi na mimi nishanawa mikono ndugu yangu. Sijakuelewa mtumishi. Unataka kusema nini? Kijana wangu. Nakumbuka mara ya kwanza kukutana naye kanisani. Tulikuwa marafiki wa kawaida tu. Hatukuwa na uhusiano wa karibu zaidi ya salamu na mazungumzo ya kawaida. Lakini kwa njia isiyoelezeka alianza kunikaribisha sana kwake. Mara kwa mara alikuwa akiniomba nimtembelee nyumbani kwake. Sikutilia maanani sana, nikachukulia kama ukarimu wa kawaida. Siku moja alinialika rasmi. Aliniambia nimpatie chakula. Sikuhisi vibaya, nikaona ni jambo la kawaida. Siku hiyo nilijitayarisha na kwenda kwake. Alinipokea kwa furaha isiyo ya kawaida. Tabasamu lake lilikuwa la kuvutia. Aliniambia, "Tafadhali, karibu tule." Awali nilitaka kukataa kwa sababu nilikuwa katika kipindi cha maombi. Lakini alinisihi sana na nisingeweza kumvunja moyo. Mwishowe nikakubali kula. Lakini hapo ndipo mambo yalianza kuchukua mwelekeo mwingine. Alisema kwa tabasamu lake, "Kwa kuwa wewe ni mgeni wangu, ni jukumu langu kukulisha." Aliongea kwa msisitizo mkubwa sana, na nilihisi sina uwezo wa kumkatalia. Kabla sijatambua kilichokuwa kikiendelea, nilijikuta midomoni mwake. Hakika sikuwa nimejiandaa kwa jambo hili. Ilikuwa sintofahamu kabisa.
Baada ya tukio lile, maisha yangu hayakuwa ya kawaida tena. Sikuelewa ni nini kilichonipata. Nilihisi kana kwamba nilifungwa na nguvu isiyoonekana kwake. Kila alipohitaji kuniona, nilijikuta nikimfuata bila kufikiria mara mbili. Ilikuwa ni hali ya kushangaza, ilikuwa nje ya uwezo wangu wa kweli. Sikuweza kuelewa ilikuwa upendo au ni kitu kingine kilichonifunga kwake. Hilo ndilo nilihitaji kujua. Mbona kama amepitia kitu ambacho nami nimepitia? Umekuja mbali wote kwa ajili yangu. Siwazi, naweza kufanya kitu chochote kwa ajili yako. Asante. Nashukuru kwa muda wako na kunisindikiza. Lucy, karibu. Salimia dada yako. Haya, bye. Lucy leo amenipa jibu langu. Wacha we. Amekubali? Aya, hongera mdogo wangu. Karibu chamani. Sawa, lakini nafanya saa kuhusu Rebecca. Ndo uamue sasa. Wanawake wawili wanakusumbua kichwa? Mimi naelewa sio mwanaume hivi. Mmoja nampenda tena sana, na mmoja ananipenda na ananionyesha kunijali. Asa Ndio maana nimekukaribisha kwenye chama. Wanawake wale hawezi kukuumiza kichwa. Unaiona hii pete? Haijawahi kuwazuia wanawake kunitafuta. Natoka nilipoivaa imekuwa kama sumaku inayowavuta kama hasi na chanya. Kwa hiyo unanishauri nini? Uamuzi ni wako, kuwa nao wote wawili au kubwaga mmoja. Chachi boy. Umepatikana Oh, Lucy. Kumbe bado hujafunga. Okay. Thank God. Nijua sitakukuta bana. Nijua. Collins. Salamu kwanza. Lucy, salamu na hujibu teksti zangu? Nilishakwambia. Tayari kuna mtu naona moyo wangu upo huko na sio wewe. Okay. Sikiza usinikwambie. Mimi na malengo na wewe. Achana na hao, wanapotezea muda Lucy. Hata wewe tuna malengo.
Malengo. Una malengo na kijana mwimbaji? Wewe umejuaje? Anyway, mimi niwatakie kila la heri, Mungu awafanikishe. Unanihitaji Lucy. Fikiria hilo. Uwe na usiku mwema. Wanasema siku zote mwanaume anajua anachokitaka. Nadhani kwangu lipo dhahiri sasa. Siwezi kukubali kumpoteza Lucy. Lazima niwafuate moyo wangu. Kuna kitu hakiko sawa. Unamaanisha nini, Ransom? Yani everything that has been happening between us, we're moving too fast. Yani naona kabisa tunamkosea Mungu. Hapana. Babe, ni kweli tumemkosea Mungu, lakini naamini kuna solution katika hili babe. Naamini solution ni mimi na wewe kuoana. Baada ya hapo amna tukachukua tumemkosea Mungu tena. Rebecca. Kuoana tena Rebecca? Yani hata hiki tunachokifanya naamini kama tunamkosea Mungu. Rebecca, we are moving too fast. Naona kama vile tusimamishe kwa sasa. Unamaanisha unataka kuvunja mahusiano? Rebecca, tupeane muda Rebecca, tujuane. Too fast, yani this is too fast Rebecca, no. Usinifanyie hivyo Ransom. Unadhani ukiniacha mimi nitakuwa katika hali gani? Unadhani hiyo ndio solution? Rebecca, anyway. Yani wakaka wa kilokole. Yani sasa hivi tu unaanza kuniambia kwamba umekosa amani. Hivi Roho Mtakatifu ambaye ameongea na wewe ameshindwa kuongea na mimi? I'm very sorry Rebecca. Sorry itasaidia nini Ransom, What can it change Ransom? Ransom, umeharibu maisha yangu. Umeweka kidonda ndani ya moyo wangu. I'm very sorry. Sikupanga mambo yao hivyo Rebecca. Sawa. Naomba unielewe. Ransom, nimesema go. Ondoka. Rebecca. Ondoka, I can't take it. Ondoka, I can't take it. Ondoka. Sitakusamehe Ransom, sitakusamehe. Ondoka. I'm so sorry Rebecca. Go. Toka. Toka kwangu. Rebecca.
Hey, Rebecca. Pole, what's wrong? Vidonda vya tumbo Ransom. Pole sana. Umekunywa dawa? Dawa zako ziko wapi? Hebu angalia pale kwa chini. Yes. Sikia, unaweza kuamka? Slowly. Yes. Unajisikiaje? Najisikia at least afadhali sasa hivi. I was very worried. Kwa nini uwe worried wakati mtu mwenyewe hata unipendi? Ransom. Siongee mambo kama hayo. Kwa hali niliokuacha nayo siwezi nikakaa tu nisije kuangalia. Sawa Ransom. Sawa. Sasa kama unavyoona nje tayari kushakuagiza. Naomba nije kesho asubuhi. I promise nitakuja. Sawa, unaweza kuondoka. Yaani sijui hata nikisijui itakuwaje. Rebecca. Nenda. Ransom. I've come to realize wewe ni muuaji Ransom. Ransom, mimi nakuita hapa naumwa. Ransom, sasa hivi unaniambia unataka kwenda? Ransom, wewe ni muuaji. Hivi Ransom, mimi nitaificha wapi sura yangu Ransom? Nitaificha wapi sura yangu Ransom? Wewe ni wakunifanyia mimi hivi? Okay, sasa unaweza ukaondoka. Ransom, wewe ni mtu mbaya sana. Rebecca, calm down. Please, naomba calm down. Sitakusamehe Ransom. Kwanza umenikuta naumwa. Sitakusamehe tena Ransom. Listen, I'm sorry. Naomba niambie. How can I fix this? Please nisamehe. Please. Rebi, what? How do I fix this? Okay, ukitaka nikusamehe, naomba ubaki na mimi mpaka nitakapolala. Nakuomba. Okay. Sawa. Thank you Ransom. Ransom, kuna kitu nataka kuuliza. Hivi Ransom, unanipenda kweli? Rebecca, nakupenda Rebecca, ila unajua kwamba najua kuna mengi unataka kusema, lakini nakuja.
Ransom. 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 Kuanzia leo hutaweza kuikataa sauti yangu. Lolote nitakalo kuambia utalifanya. Ransom Joseph. Kuanzia leo utanipenda mimi tu. Ninakuvuta kwangu, wewe ni wangu. Ninakutenganisha na mwanamke yoyote anayekupenda. Kuanzia leo akuone kitu cha ajabu. Akukatae. 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 Utakuwa wangu tu. Ransom. 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 Rebecca. 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 Hello? Yes, madam. Ndio. Sawa. Aya. Niko njiani, madam. Sawa. Rebecca. 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 Hey baby, nimetoka kidogo. I'm sorry. And nimekufungia ndani, but I will be back in an hour. By the way, thank you for yesterday. Rebecca, acha utani. Meli yetu ya Morning S inafika Jumanne hii kama ambavyo tumeelezana. Tupo na tuna container 3400. Each ni 500 USD. And this is the reason Mr. Patel ni mtu muhimu sana kwenye hii deal. But the problem is, where is Ransom? Mwenye hii presentation yuko wapi?
Ransom, get out. Madam, samani. Out. You are dismissed. Naona mziki umeanza kulipa sana siku hizi. Hapana madam. I can explain. Ransom, we are a clearing and forwarding company and not a music studio. I understand madam. Unajua kuna kitu kilitokea, so ndio maana nikachelewa. Tukutane mwisho wa mwezi. Lakini madam, just go. Sir. Nilienda kuvunja uhusiano, lakini nikajikuta naimarisha. Kwa sasa napaswa kufocus na event ile mbele yangu. Ransom. Calm down, Ransom. Calm down, Ransom. Mungu yupo. Hey Rani. Pole. Pole baba. Yeah. Bwana niumbie moyo safi, fanya upya roho yangu, usinitenge na uso wako, na roho wako simondoe. Bwana niumbie moyo safi, fanya upya roho yangu, usinitenge na uso wako, na roho wako simondoe. Baba naomba nioshe tena, nataka nitumiwe nawe. Baba naomba nijaze upya roho anivulike mimi. Baba naomba nioshe tena, nataka nitumiwe nawe. Baba naomba nijaze upya roho anivulike mimi. Baba natamani niwe chombo kinachokupendeza wewe, niwe bawabu hekaluni mwako, kuliko hema za ovu. Baba natamani niwe chombo kinachokupendeza wewe, niwe
niwe bawabu hekaluni mwako, kuliko hema za uovu. Baba, naomba nioshe tena, nataka nitumiwe nawe. Baba, naomba nijaze upya, Roho anifurike mimi. Baba, naomba nioshe tena, nataka nitumiwe nawe. Baba, naomba nijaze upya, Roho anifurike mimi. Nifanye upya, nijaze Roho. Niligundua kwamba ule uhusiano uko mapenzi ya Mungu kwenye maisha yangu. Hivyo nilitumia jitihada zote kuuvunja. Lakini kila ambavyo nilikuwa najitahidi kuuvunja, ndivyo nilivyokuwa nakuwa karibu zaidi na yule mwanamke. Lakini finally nilifanikiwa kumwomba tuachane, ila usiku ule ule alinipigia simu na kuniomba nikamwone kwa sababu alikuwa anaumwa. Nikasema sio mbaya, ngoja niende nikamjulie hali. Rebecca. Rebecca. Ransom. Vipi mama? Nini tatizo? Vidonda unavyotumwa Ransom. Pole sana. Asante. Pole. Asante. Una dawa yoyote humu ndani? Angalia hapo kwenye shelf. Kwenye shelf? Pole, nakuja sasa hivi. Nakuja. Pole. Asante. Pole sana. Asante. You know I was worried. Kwa nini uwe worried wakati mtu mwenyewe hata unipendi? Rebecca, najua nimekuweka kwenye wakati mgumu sana. And I'm responsible kwa kila kitu ambacho kimetokea mpaka sasa hivi. Lakini unajisikiaje sasa hivi? Najisikia at least. Sawa, sasa naona muda umeenda sana. I think ngoja niende niwahi. Sawa. Wewe nenda. Hata sijui nikizidiwa nani ataniangalia. Kwanza mtu mwenyewe don't even love me. Sawa. Rebecca, unajua kabisa haipo hivyo. You know what, Ransom? Nilijua nimepata mwanaume wa maisha yangu. Lakini Ransom, hauna tofauti na wanaume wengine wote. Ransom, you're wicked. You're wicked. Wewe ni muuaji Ransom. Unaweza ukamuua mtu huku unamwangalia Ransom. Wewe ni muuaji. Sitakuja nikusamee Ransom. Rebecca, I'm sorry. Umeniharibia maisha yangu Ransom. Nitaweka wapi sura yangu?
Nitaiweka wapi sura yangu Ransom? Nitaiweka wapi sura yangu? Nitamwambia nini Pamela? Nitaiweka wapi sura yangu Ransom? Sitakusamehe Ransom, sitakusamehe kabisa, sitakusamehe. Rebecca, please. Please, Rebecca. Umeharibu maisha yangu Ransom. Usinihukumu kiasi hicho. Niambie nifanye nini ili unisamehe. Naomba ubaki na mimi. Baki na mimi mpaka nitakapolala. Kuna kitu nataka kukuuliza. Kitu gani? Do you really love me? Ndiyo, nakupenda. Ila najua kuna kitu unataka kusema, lakini kishikilie kwanza. Nakuja. Oh, good morning, babe. It's a beautiful day. hivi saa ngapi sasa hivi? Saa 5? Rebecca. Abe. Hivi umeona simu yangu ikiwa inaita? Iliita sana ila nikaona ni mute. Babe, ulikuwa umechoka. Rebecca, hivi unajua hizi simu ni simu za kazi? Babe, sasa unaenda wapi? Rebecca, nakuomba tafadhali niruhusu niondoke. Babe, sasa utaniachaje mimi wakati ushaniingiza dhambini? Siwezi kuendelea kubaki hapa. Siwezi kubaki kujukumu peke yangu. Rebecca, najua uliona zile simu ambazo zimepigwa. Bosi anatafuta vibaya sana. Natakiwa nimwahi nikaongee naye. Sasa mimi nitaaminije kama utarudi? Rebecca. Okay, fine. Chukua simu yangu hii hapa. Kaa nayo, nitakuja baadaye. Okay. Oh babe, umerudi? Pole na kazi mpenzi. Kwani
kazini wamesemaje? Oh, don't tell me you missed it. Huh? Rebecca, naomba simu yangu. Yaani mambo yote yameshaharibika. Okay. Calm down. Babe, utakula ndo ule au ule alafu utakula tena? Ha? Mimi naomba nitoke mara moja. Sawa, nitarudi muda si mrefu. Babe, sasa unataka kwenda wapi? Yaani ndio umefika sasa hivi afu unataka kuondoka? Rebecca, nisikilize basi. Nisikilize. Tafadhali naomba unisikilize, sawa? Nishasema hakuna kuondoka Ransom, sawa? Hakuna kuondoka. Leo lazima utalala hapa, sawa? Nimekwambia natoka mara moja na narudi sasa hivi. Ransom, hakuna kuondoka. Mimi ndo nishasema, sawa Mama yangu aliwahi kunisimulia kuhusu hadithi ya nyoka na binadamu. Hapo zamani alikuwepo baba mmoja aliyeishi maeneo ya baridi sana. Baridi kweli kweli. Siku moja akiwa anafanya usafi chumbani kwake, akakutana na nyoka amejibanza kwenye kona fulani hivi. Ghafla akakimbia kwenda kutafuta fimbo ili aweze kumuua yule nyoka. Alipochukua fimbo na kurudi, akashangaa yule nyoka akaanza kuongea kama mtu, akimwambia maneno haya: "Baba, chonde chonde, naomba usinidhuru, naomba usiniue. Leo sijaja kwako kwa lengo baya. Leo nimekuja baba niombe hifadhi. Mara nyingi wanadamu umetuchukulia kwamba sisi ni waharibifu. Tunakuja ili tuwadhuru, lakini leo baba, sikuja ili nikudhuru. Nimekuja tu ili unisaidie baba. Kama ambavyo unaona leo kuna baridi sana na mwili wangu wote ni wa baridi. Lakini leo wewe unaweza ukawa ni mkombozi wa maisha yangu endapo utanihifadhi nikapata joto." Yule baba pasipo kufikiri alimkubalia yale maneno yake na akaenda kutafuta tenga kubwa, akamweka kwenye tenga na kumpeleka sehemu ambayo angepata joto kirahisi. Baadaye yule baba akiwa anaendelea na shughuli zake, yule nyoka aliinuka akamgonga kichwani na yule baba alianguka chini akafa pale pale. Unajua hadithi hii inatufundisha nini mwanangu? Ndivyo shetani anavyofanya kazi kwetu. Shetani hana lengo zuri. Shetani hana zuri kwa mwanadamu. Kama ambavyo tumeona amekuja kwa ila kwa huyo baba. Na maandiko yanatuhakikishia. Kusoma katika hiyo Injili ya Yohana ule mlango wa 10 mstari wa 11, anasema siku zote shetani haji ila aibe, achinje, aharibu na kuua. Lakini Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Kwa hiyo mwanangu, katika maisha yako yote, katika pitapita yako yote, shetani hana lengo zuri. Mara nyingi anaweza akaja kama malaika wa nuru akitaka kukusaidia. Lakini nataka nikuambie shetani hana msaada wowote. Lengo lake ni akumalize. Hivyo ni kuombe mwanangu, siku zote msikilize Mungu, usimsikilize shetani. Ukimsikiliza shetani utaishia mwisho mbaya kama yule baba ambavyo aliweza kuishia mwisho mbaya. Lakini ukimsikiliza Mungu utayaona mafanikio mema katika maisha yako. Hivyo ndio maana Bwana Yesu alisema, mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. No matter how many times adui atakuja kwa ajili ya kukusaidia, tambua kwamba lengo lake ni kuharibu. Feels like tumepitia the same situation. Does it mean na mimi nitapoteza huduma yangu?
Hapana, sitakubali kufeli kama alivyofeli. I won't let that happen. Yule mwanamke yuko wapi kwa sasa? Kwa kweli sifahamu. Unajua Rebecca, sikupenda jinsi tulivyoachana last time. Na maana nikaona sio mbaya nikitikia wito wako na kuja kusikiliza. Ransom. Kiukweli ni kwamba sikuwa na option. Sababu wewe ni mwanaume wa maisha yangu, Ransom. Umeleta mwanga ndani ya moyo wangu. Mimi natamani na wewe pia upate mtu ambaye anaweza kukupenda kama jinsi unavyonipenda mimi. Lakini huyo mwanaume sio mimi. Ransom, mimi nimekuacha uende. Naamini utapata mwanamke ambaye atakupenda hata zaidi ya mimi ninavyokupenda wewe. Na wewe utampenda kwa moyo wako wote. Ila Ransom, nadhani mimi na wewe tunahitaji kuagana. Kuagana? Ndiyo Ransom. At least that. What do you mean? Unamaanisha nini? You know what I mean. One last time. Ransom. I mean it. One last time. One last time. Hatimaye amani imerejea. Nilichojifunza hapa ni kwamba hekima tu ya kibinadamu inaweza kusaidia sana. Sikuhitaji kutumia nguvu sana, akili tu kidogo. Kujifunza kula na kipofu. Mungu kanikutanisha nawe, uchaguo la moyo wangu, baraka maishani mwangu, nakupenda. Mungu kanikutanisha nawe, uchaguo la moyo wangu, baraka maishani mwangu, nakupenda. Nakupenda, we mpenzi we, nakupenda, we mpenzi we, nakupenda, we mpenzi we, nakupenda, nakupenda. Asante sana dada.
nakupenda we mpenzi we, nakupenda we mpenzi we, nakupenda we mpenzi we, nakupenda na ninakupenda we wangu wa milele, na kuahidi sitakwenda kwingine, nitasimama nyakati zote nawe, kama vile Mungu alivyotuunganisha. Penzi we, oh, penzi wangu nakupenda. What is this? Rebecca, what is this? Kwani wewe uoni? Rebecca, pregnant? When? Why? How? Kwa nini unanifanyia vitu kama hivi? Congratulations, you are soon going to be a dad. Rebecca, I just proposed to Lucy. Kwa nini unanifanyia kitu kama hiki? Na unajua kabisa mimi siko na wewe. Kwa hiyo wewe kichwani kwako amejaa tu Lucy, Lucy, Lucy. Are you hallucinating? Lucy. Yaani mimi na wewe tuko kwenye mahusiano, lakini hivi vitu mbona this is a joke. Unajua sio nilichokuitia hapa. Nilichokuitia hapa nataka kujua kitu kimoja tu. Nataka kujua uko tayari kumlea mtoto wangu au utaki? Mtoto yupi Rebecca? Mimi siwezi kuwa na wewe. Oh, we don't need a kid mimi na wewe. Wewe ulikuwa una enjoy tu, si ndio Rebecca. Ulikuwa unaona raha tu, si ndio? Sasa naomba uniambie. Huyu mtoto utamlea au utamlea? Nataka kujua hilo tu. Rebecca, mimi na wewe hatuwezi kuwa pamoja. Mimi sihitaji mtoto na wewe. Swala ni moja tu, umesikia Sitaki mtoto na wewe. Utamlea mtoto wako au utamlea? Niko na mtu mwingine. Mbona hii kitu ni simple sana, unashindwa kuelewa nini hapo? Unijui si ndio? Unijue vizuri nakwambia. Unanijua mimi au unanisikia Yaani acha utani huu. Naomba niambie ni utani. Sasa na kuhakikishia hivi nitakuharibia wewe. Hautakaa unisahau. Umecheza na mtu mbaya. Nakwambia unijui vizuri. I will show you. Nitahakikisha hii sura yako hii. Endelea kunichokoza sababu nifahamu. I will show you. Yaani wewe, Ransom, nitakuonesha nakwambia. Yaani haunijui kabisa, mimi hunifahamu hata kidogo wewe. I will show you my true colors. Nadhani umeshazoea kuchezea watu wengine, sio mimi hapa. Mtumishi maifuti. Basi nimkaribishe binti yangu Rebecca. Ana ushuhuda mkubwa sana. Anapokuja basi makofi mengi kwa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Binti yangu Rebecca, karibu sana uweze kushuhudia matendo ambayo Mungu amekutendea. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Asante sana baba mchungaji. Leo niko hapa mbele yenu. Napenda kumshukuru Mungu sana. Kweli hakika sijawahi kuona mwenye haki wa Mungu ameachwa. Mungu ni mtenda miujiza. Na nakumbuka baba mchungaji, miaka kama 5 iliyopita nilipewa taarifa ambazo ziliumiza sana moyo wangu. Nilipofika hospitali nikaambiwa kwamba mimi sitakuja tena kupata mtoto.
Yaani namshukuru sana Mungu kwa sababu jambo alilonifanyia baba mchungaji. Kanisa, hapa nilipo mimi ninavyoongea na ninyi, mimi ni mjamzito. Na ujauzito huu baba mchungaji ni wa ransom. Nini lakini nimekwambia George, oya brother, tulia bwana. George, acha nini? George, kwanza Lucy. Lucy, acha nini? Okay, naomba tutulie tafadhali. Mashemasi tafadhali, naombeni mnisaidie kuwatuliza watu. Tafadhali, naombeni mtulie. Jambo hili limetusikitisha wote. Tafadhali, naomba tulie ili tuweze kuendelea na ibada. Wazee wa kanisa, tafadhali naomba mnisaidie basi kuwatuliza watu. Naomba tutulie ili tuweze kuendelea na ibada tafadhali. Ni jambo la kusikitisha, ni jambo baya sana. Usilie mwanangu, usilie. Muombe Mungu akutie nguvu, usilie. Nilijiona sistahili kuibeba aibu hii. Sikuona kama kanisa ni sehemu sahihi kwangu tena. Nikaona ni heri nikimbilie duniani. Angalau hakutakuwa na mtu wa kunihukumu wala kuniona mkosaji. Lakini amani ilikuwa ya muda. Nikajikuta tena kwenye matatizo. Bwana niumbie moyo safi, fanya upya roho yangu, usinitenge na uso wako, na roho wako simondoe. Bwana niumbie moyo safi, fanya upya roho yangu, usinitenge na uso wako, na roho wako simondoe. Baba naomba nioshe tena, nataka nitumiwe nawe. Baba naomba nijaze upya roho anivike mimi. Baba naomba nioshe tena, nataka nitumiwe nawe. Baba nao